koborigwanigo kwaruru chiasa serikali kwene kibunanko gendirire gusira basaye buna enchere ya moyo gusire bikorwe busali hanene aso kubwatirana ne sector kubole kwigani ubwachire chinga kyabapotani korwa sector ya bodaboda ime ya kisi banyoro bakarali bwabusa korwa se kiumbe kemo orengana na bwatani aboni goberere buna kiumbe kyo ni gogia konyera mona basaye konyora chipikipiki hegento bono keirire barabo kwegendereri asa magimabo. Uchumi imekuwa ngumu. Mwendeshaji pikipiki kupata pesa ya kulipa mkopo, pia kupata pesa ya kununua kufanya service inakuwa ngumu. Ndio maana sisi tulijitolea kupeana hii service ili kurudisha mkono na kusaidia wateja wetu. Sisi ni shirika la kupeana mikopo. Tunapeana mikopo kwa waendeshaji pikipiki. Pia tunapeana wako na pikipiki na wako na logbook, tunapeana pesa. So sisi kama Mogo tunapeana mkopo. Sasa hiyo ukiangalia bei ya pikipiki imepanda juu. So inakuwa ngumu kwa waendeshaji pikipiki kupata pesa ya kutosha kufanya service, pia na pesa nyingine ya kujirinda. So ndio maana tukaingilia kati. We are focusing on vijana sana. Tunajua idle mind ndio workshop ya shetani. Si ni kweli? Now, hawa wakikuwa empowered, mtu ako na kitu yake ya kufanya. Hata hiyo saa ya kuenda kufanya crime tumefanya nini? Hakuna. Because ako busy, akitoka hapa amechoka, anaingia kwa nyumba yake. So tunasisitiza vijana wakuwe empowered nyingi, ndio crime, hata rate ya crime ifanye nini? Izidi kupungua. Population ya pikipiki within Kisii CBD is 8,000 motorbikes. That is bikes in operation. Tunajua siku hizi the bodaboda sector Kenya ndio ina contribute the highest uchumi ya Kenya kulingana the number and the revenue we are getting. For example, vile nimesema hapo nyuma, Kisii peke yake tuko na over 8,000 bikes operating within the Kisii CBD. This asubuhi ana fuel na wanabeba watoto wetu, wako kila mahali, meaning these are the people wenye wanadrive uchumi ya inchi. The reason we are emphasizing kwa hii sector ya bodaboda